Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kile alichokiita onyo la mwisho kwa wapiganaji wa kundi la Hamas lenye makao yake eneo la Gaza nchini Palestina kuwaachia mateka wote walioko eneo la Gaza, huku akitangaza kiama endapo hawatofanya hivyo. CNN imeripoti leo Alhamisi Machi 6, 2025 kuwa Trump ametangaza uamuzi huo baada ya Marekani kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi hilo la Hamas. Nanuku, "Waachilieni mateka wote sasa hivi na sio baadaye, na mrejeshe mara moja miili ya watu mliowaua, la sivyo mtakuwa mmekwisha," Trump aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa Truth Social muda mfupi baada ya kukutana na mateka 8 waliokuwa wameachiliwa kutoka eneo la Gaza na wapiganaji hao. Trump aliandika kuwa ataitumia Israeli kila kitu inachohitaji kukamilisha kazi, na akaonya kuwa hakuna hata mshirika mmoja wa Hamas atakayekuwa salama msipofanya ninavyosema, amesema Trump kupitia chapisho hilo. Matamshi hayo yalitolewa saa chache tu baada ya Marekani kuthibitisha ripoti kwamba ilikuwa inafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas kuhusu mateka na usitishwaji wa mapigano eneo la Gaza, hatua ambayo ni kinyume na sera yake ya kawaida ya kutofanya mazungumzo na makundi inayochukulia kuwa ni ya kigaidi. Tovuti ya Axios ilikuwa ya kwanza kuripoti kuhusu mazungumzo hayo kati ya Marekani na wanamgambo hao wa Hamas. Marekani, ambayo ilitangaza Hamas kama kundi la kigaidi mwaka 1997, kwa kawaida haizungumzi na mashirika ya kigaidi, ingawa kumeonekana kutoeleweka kwa utekelezaji wa sera hiyo, hususani kwenye utawala wa Rais Barack Obama na Trump, ambazo ziliwahi kufanya mazungumzo na kundi la Taliban lenye makao yake Afghanistan, ambalo lilitangazwa kuwa kundi la kigaidi baada ya shambulio lile la September 11. Msemaji wa ikulu ya Marekani, Karoline Leavitt, alipoulizwa Jumatano kwa nini Marekani inafanya mazungumzo ya moja kwa moja na kwa mara ya kwanza kabisa na Hamas, alijibu, "Kuhusu mazungumzo nayoyataja, kwanza kabisa mjumbe maalum anayehusika na mazungumzo hayo ana mamlaka ya kuzungumza na mtu yoyote," alisema Leavitt, mwisho wa kunukuu. Leavitt alisema hivyo akimrejea Adam Boehler, ambaye aliteuliwa na Trump kama mjumbe wa taifa hilo kwenye maridhiano ya kuachiliwa kwa mateka hao. Nanuku, "Israeli ilishauriwa kuhusu swala hili, na tazama, imekuwa ikifanya mazungumzo na watu kote ulimwenguni kwa ajili ya kufanya kile kilicho katika maslahi ya raia wa Marekani. Ni jambo ambalo rais ameonyesha, naamini ni jitihada zenye nia njema kufanya kile kilicho sahihi kwa watu wa Marekani," Leavitt aliongeza kuhusiana na swala hilo. CNN imewasiliana na Baraza la Usalama la Taifa la Marekani kwa maoni, hata hivyo bado haijajibiwa kuhusu swala hilo. Hata hivyo, ofisi ya Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ilisema kuwa ilikuwa imeipatia Marekani msimamo wake kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na kundi la Hamas bila kuainisha msimamo huo ni wa aina gani. Taarifa ya Israel haikufafanua ikiwa Israeli ilikuwa na taarifa mapema kuhusu mazungumzo hayo ama ilipata taarifa baada ya kuwa swala hilo limefanyika. Pia haikufichua wazi msimamo wake kuhusiana na swala hilo. Mapema Jumatano, chanzo cha habari ambacho hakikutaka kutajwa jina lake kiliambia CNN kuwa Israeli ilikuwa na ufahamu wa mazungumzo hayo kati ya Marekani na Hamas. Jitihada za CNN kufahamu maazimio ya mazungumzo hayo kutoka kundi la Hamas nazo zimegonga mwamba baada ya kundi hilo kutotoa jibu kuhusu suala hilo. Hata hivyo, mwanadiplomasia mwandamizi wa Israel alionekana kurejelea mazungumzo kati ya pande hizo katika moja ya mahojiano na kituo cha television cha Fox Business, na alikuwa akisema, namnukuu, "Badala ya kuiweka Israeli chini ya shinikizo, Rais Donald Trump anaiwekea Hamas shinikizo. Hili ndilo jambo sahihi la kufanya," alisema Ophir Acunis, balozi wa Israel nchini Marekani. "Ikiwa ikulu ya Marekani inataka kuzungumza moja kwa moja na Hamas na kuwawekea shinikizo kuachilia mateka zaidi, tutaona furaha kubwa kuona mateka zaidi wakirudi kwa familia zao nchini Israel," aliongeza Acunis, mwisho wa kunukuu. Katika matamshi yake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump aliwaeleza watu wa Gaza akisema kuwa wanaelekea kukutana na mustakabali mzuri mbele yao. Hata hivyo, swala hilo litageuka tu mara tu watakapokwama kuachilia mateka wote wanaowashikilia. Nanuku, "Ikiwa hamtawaachia, basi mmekufa wote. Fanyeni uamuzi wenye busara, waachilieni mateka sasa, la sivyo mtakutana na kiama baadaye."
Trump aliandika kwenye mtandao huo. Trump hapo awali alisema anaiona Gaza kama eneo kubwa la ardhi lenye fursa ya maendeleo, akitaja kuwa inaweza kuwa ni Riviera, yani pwani ya Mashariki ya Kati. Hamas ilionya kuwa matamshi ya Trump Jumatano yalihatarisha na kuhujumu usitishwaji wa mapigano na makubaliano ya kuachiliwa kwa mateka wa Israel wanaoshikiliwa eneo la Gaza. Msemaji wa Hamas, Hazim Qasim, aliambia CNN kuwa matamshi hayo yangetatiza mambo kuhusu makubaliano ya usitishwaji wa mapigano na kuipa serikali ya Israeli ujasiri wa kukengeuka katika utekelezaji wa makubaliano hayo. Qasim alisema Hamas tayari imetekeleza masharti ya awamu ya kwanza chini ya makubaliano yaliyopatanishwa na Marekani, huku akidai kuwa serikali ya Israeli inakwepa mazungumzo ya awamu ya pili yatakayowezeshwa kuachiwa kwa mateka hao. Alitaka Marekani kuiwekea Israeli shinikizo ili ingie kwenye awamu ya pili ya mazungumzo hayo kama ilivyoainishwa kwenye awamu ya kwanza ya makubaliano. Jumapili, siku moja baada ya kumalizika kwa awamu ya kwanza, Israeli ilizuia misaada yote ya kibinadamu kuingia eneo la Gaza baada ya Hamas kukataa pendekezo jipya la Israel la kuongeza usitishaji wa mapigano bila ahadi yoyote ya kumaliza vita au kuondoa vikosi vyake kikamilifu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, mapigano kati ya jeshi la Israel IDF yaliyoanza Oktoba 7, 2023 yamesababisha vifo vya Wapalestina takriban 61,709 eneo la Gaza, huku zaidi ya 111,845 wakijeruhiwa. Wakati huo, Israeli nayo inasema uvamizi wa wapiganaji wa Hamas uliofanyika Oktoba 7, 2023 ulisababisha vifo vya watu takriban 1,139 huku 251 wakichukuliwa mateka na kupelekwa eneo la Gaza. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.